Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja leo kuzungumzia yale ambayo yalifanyika jana. Na tumeona Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Ruto ameleta kwa serikali yake sasa wale ambao pengine nafikiria ndio watamsaidia. Na sana sana alichukua watu ambao wametoka eneo ya Mlima Kenya. Akachukua jamaa anatoka Nakuru anaitwa Liki Nyanjui, yule ambaye alikuwa amesimama kiti ya governor 2022 lakini watu wa Nakuru wakamkataa. Akachukua jamaa mwingine anaitwa Nderito Moreithi, yule ambaye alikuwa governor lakini watu wa Laikipia wakafukuza yeye. Nimeona William Ruto pia amemchukua, amempatia kazi ya kuwa chairman wa KRA. Alafu pia akakuja mpaka Kiambu. Akachukua huyu jamaa anaitwa William Kabogo ambaye amesimama kiti ya ugavana mara mbili, watu wa Kiambu wakamkataa. Alafu pia akachukua jamaa mwingine huko Nyeri, mwenye jamaa anaitwa Mutahi Kagwe, mwenye alikuwa waziri wa afya serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na mimi kama kiongozi wa New Gema sina shida na hiyo. Wale ambao wamepata kazi kutoka Mlima Kenya, sisi hatuna vita na nyinyi. Sisi hata si maadui wetu, nyinyi ni watoto wetu kutoka Mlima Kenya. Na sababu mmepatiwa kazi na William Ruto, nyinyi tunawaambia endeni msaidie pale ambapo mtaweza kusaidia na mkule hiyo mshahara, kwa sababu hiyo ni pesa yetu ya ushuru. Lakini ile kitu najua na niko na imani naye, William Ruto kufanya kazi chini yake itakuwa ngumu. Kwa sababu wale wote ambao wamekuwa kifanya katika hii serikali ya Kenya Kwanza wote wanasema ya kwamba William Ruto ni mtu wa kuambiana lakini si mtu wa kuambiwa. Na kawaida kisheria ama katika taratibu za kiserikali, wale ambao wanapatiwa kazi ya mawaziri, ukipatiwa kazi ya waziri ukuwe umesimamia wizara fulani, kazi yako katika hiyo wizara ni ku make sure unashauri Rais wa Jamhuri ya Kenya vile ambavyo inastahili kulingana na hiyo wizara. Lakini ile shida kubwa tuko nayo wa Kenya, nataka wajue leo hii, yule rais ambaye tuko naye William Ruto ni president ambaye yeye ndiye huwa ana advise mawaziri na ma-PS na ma-director na ma-CEO kuliko wao wenyewe wakwendi wanamuadvise. Na kama wewe ni rais na hauwezi sikiza ushauri, ukipatiwa mawaidha na wale ambao ni ma-experts hauwezi wasikiza, wewe ndio unajua zaidi kuliko, basi sisi kama wa Kenya hakuna mabadiliko hata moja tunatarajia. Kwa sababu samaki inaanza na kuoza kichwa. Samaki haiozangi mwili, inaanza na kuoza kichwa. Na hii serikali ya Kenya Kwanza shida yake ni kichwa, kwa sababu kichwa tayari ni kama imeanza kuoza. So hata ulete waziri gani, hata ulete parastato ulete nani, hata kama ni kwa PS ulete nani, for as long as shida yetu kama wa Kenya ni William Ruto, kwa sababu hakuna mtu ambaye anasikiza. Kazi yake ni uongozi ya kimabavu. Kazi yake ni kufanya kile kitu ambacho anataka cha lazima. Kazi yake ni kusukumia wa Kenya zile vitu ambazo hawataki. Hakuna mabadiliko hata moja tutapata kama wa Kenya. Hata akileta pop ampatia wizara ya fedha ama hata ampatia wizara ya afya, hakuna mabadiliko hata moja tutapata kama wa Kenya, kwa sababu William Ruto ni yule yule. Na mimi nataka niambie rafiki yangu Bwana Kabogo, utakuwa na kibarua ngumu sana my friend. Huyu jamaa hawezi muadvise. Huyu jamaa hawezi muambia kitu. William Ruto hata akupatie kazi Kabogo ya ICT, Ruto ni yule yule. Hata aleta Liki Nyanjui, William Ruto ni yule yule. Hata aleta Mutahi Kagwe mwenye alikuwa serikali ya Uhuru Kenyatta, William Ruto ni yule yule. Mwenye hakuna mtu hata mmoja anasikiza. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba wale ambao wamepatiwa nafasi ya kazi ni sawa, nyinyi kuleni mshahara, hiyo ni shughuli ya Wakenya. Lakini Wakenya niwaambie, msitarajie mabadiliko yoyote, msitarajie any change from the Kenya Kwanza government, because the problem is not the ministers, the problem is not the PSs, the problem is not the directors and the CEOs of the parastato. The problem is the William Ruto himself, because he's a man who believes he knows everything. Hakuna kitu hata moja unaweza muambia. Na mimi nataka niambie William Ruto, why are you diverting the attention? Siku jenzi wameandamana hapa, kuna zile mambo ambazo walikuwa wamesema ya kwamba haziendeshwi vizuri katika taifa la Kenya na serikali yako. Na jenzi watoto wetu wakakwambia vizuri ya kwamba tunataka urekebishe hii, tunataka urekebishe hii, tunataka urekebishe hii. Na wakakuita mpaka kule X bana. Wakakwambia ukirekebisha hii na hii na hii, sisi hatuna shida na taifa.
Hatuna shida na serikali. Hata Gen Z nakumbuka wakikwambia kwamba wao hawataki vyeo. Wakakwambia wao hawataki vyeo. Wao wanataka marekebisho katika serikali yako vile ambavyo inaendeshwa. Lakini kuliko usikize wale watoto. Wewe ulienda ukaleta jamaa wa kitendawili na wakora wake, Bwana Raila Amolo Odinga. Ukampatia serikali nusu. Miezi 6 imeisha kutoka ulete kitendawili na wakora wake kwa serikali, hakuna maendeleo hata moja tumepata. Hatujapata mabadiliko either kwa wizara ya elimu, either kwa wizara ya health, either kwa wizara ya trade, either kwa wizara ya finance kwenye ulipatia John Bandi. Hakuna any change tumeona tangia siku umeleta kitendawili na wakora wake kwa serikali. Kwa hivyo yale matakwa yalikuwa yameandikwa, yamependekezwa na Gen Z, hata wa leo haijatekelezwa. Saa hii Mlima Kenya imekutoroka bana. Mlima Kenya imekutoroka kwa sababu wako na zile mambo wanasema ya kwamba hapa ulitudanganya. Hapa ulituambia kinyume, hapa umetudanganya. Zile mambo zote jamii ya Mlima Kenya imekuwa ikiuliza serikali yako, hakuna kitu hata moja umetekeleza. Sasa hivi umeleta Kabogo, haujasuluhisha zile shida tuko nazo kama watu wa Mlima Kenya. Vile umeleta Mutahi Kagwe, vile umeleta Ricky Nyanjui, vile umeleta Nderitu Mureithi. Hakuna kitu hata moja umesuluhisha zile mambo ambazo zinatatiza watu wetu wa jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nikuambie, kama akili yako na wakora wako wamekuambia ati ukileta Mutahi Kagwe kwa serikali, watu wa Nyeri watakupigia makofi, utapata ng'o Bwana William Ruto. Hakuna mtu hata mmoja wa Nyeri atakupigia makofi juu umeleta Mutahi Kagwe. Ile kesi walikuwa na Rigathi Gachagua kutoka Nyeri as the deputy president. Na wakakuambia hata kama naibu rais anatoka hapa, sisi hautusaidii kwa sababu hujafanya hii na hujafanya hii na hujafanya hii. Sasa hii usifikiria tunaweza watisha na kiti ati ya agriculture umetupatia Mutahi Kagwe ati watu wa Nyeri watatulia. Hawatatulia, wataendelea kukokosoa, wataendelea kukuambia vile ambavyo hufanyi vizuri. Hakuna favor hata moja umewafanyia. Usitarajie makofi kutoka Nyeri. Hapa Kiambu my friend, huyu Kabogo mwenye umechukua hata alikuwa ametuomba kura juzi za kiti ya gavana. Tukamwambia relax. Kuna siku tulimpatia miaka 5 hapa, hakuna kitu alitusaidia nayo. Tukamwambia relax. Sasa hata kuchukua Kabogo, usifikirie sasa mambo ya Kiambu, ati sasa umepanga ati kura za Kiambu watu watakupatia. Hakuna shida hata moja ya watu wa Kiambu umetatua kupitia kuchukua Kabogo upatie kiti. Bwana William Ruto, hakuna makofi utapata hapa Kiambu juu ati umepatia Kabogo kazi. Hakuna makofi utapata kutoka bara la Laikipia ati juu umechukua the political reject Bwana Nderitu Mureithi. Hakuna makofi utapata kutoka Nakuru juu umechukua Ricky Nyanjui. Hakuna, mpaka ile siku Bwana William Ruto utasuluhisha zile mashinda ambazo zinatatiza jamii ya Mlima Kenya. Mpaka ile siku utashughulikia zile mashida na matakwa za wananchi wa Jamhuri ya Kenya, ndio ile siku tutakuja kushabikia uongozi wako. Lakini saa hii kuleta matajiri 3 4 kwa serikali waendelee kukula pesa yetu, usifikirie tunaweza shabikia ujinga kama hiyo tukua wa Kenya. Hatuwezi kubali kushabikia mambo ya ujinga. Sisi kama wa Kenya, mpaka ile siku utafanya zile mambo ambazo zinatusaidia. Hii ingine unafanya hapa ni abracadabra Bwana William Ruto. Hiyo ni karata pote unacheza. Na for your information, ground hata haija change. Mambo ni vile kulikuwa jana na juzi ndivyo leo kuko. Mambo ni ile, wimbo ni ile, kilio ni ile, mpaka usuluhisha mambo ya afya, mpaka usuluhisha mambo ya masomo ya watoto wetu, mpaka usuluhisha mambo ya kilimo, wakulima wetu wapate pesa zile ambazo wanafaa kupata, the GMR, mpaka ile siku utasuluhisha hizo. Hakuna makofi utapata hata ukiajiri mama yangu akuwe waziri, hata ukichukua babu yangu ama baba yangu akuwe waziri, hata ukichukua matajiri wote kutoka Mlima Kenya wakuwe mawaziri. Hakuna siku tutakupigia makofi, kwa sababu shida yetu sio kutoajiri matajiri wachache kwa serikali yako. Na kama unafikiria utasuluhisha zile shida ziko Kenya kwa ajili ya kupatiana ajira kwa serikali, bas William Ruto, tukujie sisi wote 50 million Kenyans, give us jobs in your government. Ukifanya hivyo basi tutatulia. Uchukue kila Mkenya out of 50 million wote utuajiri kwa serikali yako. Ukifanya hivyo basi tutakufikia makofi basi. Kwa sababu tutasema yenyewe serikali ni yetu, zote tunakula. Kila mtu anashiba, ni sawa, tushibe sisi wote. Lakini kama umepanga kushibisha tumbo za watu 10, tumbo za Wakenya milioni 50 wanalala njaa, hiyo ni upuzi na ujinga na ukiritimba na hatuwezi shabikia. Hauwezi tuambia tumbo za matajiri 3, hauwezi tuambia tumbo za matajiri 10 ni za maana kuliko tumbo za watu milioni 50. Kwani ni hesabu gani bwana unafanya William Ruto?
Tulikuwa tunafikiria wewe ni genius bana. Tulikuwa tunafikiria unaweza panga kazi. Wewe ni mtu ambaye hata saa hii hatukuelewi vizuri. Ni kama kitendawili bana, hata amekuroga. Vile mlikuwa mnasema Uhuru Kenyatta amerogwa na Raila Amolo Odinga. Wewe hata sasa wewe ndio umerogwa. You are doing completely opposite of what Kenyans are telling you to do. Unafanya kinyume kabisa na zile mambo ambazo Wakenya wanakuambia ufanye. Kwa hivyo, ni sawa wale wamepatiwa kazi wapatie, lakini vile kulikuwa jana, hata leo kuko hivyo na hata kesho kutakuwa hivyo. Mpaka ile siku utatumia ushuru yetu vizuri. Na mimi nataka niambie, nimesikia juzi Bwana Rigathi Gachagua akiongea kule Ukambani. Nikasikia akisema ya kwamba sisi kama jamii ya Mlima Kenya tuko na deni ya Bwana Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi nataka niongee kama chairman wa New Gema. Nataka niweke hii kitu straight vile ambavyo inafaa, because hatutaki confusion hapa katikati. Mimi nikiwa kama chairman wa New Gema, mambo ya deni tulimaliza. Na ile siku tumedanganywa hapa ati tuko na deni ya William Ruto. Out of emotions as a community, tukapigia William Ruto kura tukiwa na emotions. Ati hatutaki kuonekana watu wabaya, hatutaki kuonekana jamii ambayo hailipangi madeni. Tukapigia William Ruto kura zetu zote ati ndivyo tulipe deni. Leo hii tumejipata kwa shimo. Kwa sababu William Ruto hata hatukumpatia kura ati atufanyie kazi, tulimpatia kura kama jamii ya Mlima Kenya ati tunalipa deni. Na ndio maana leo hii anafanya vile ambavyo anataka. Kwa sababu yeye anafikiria ni deni alilipwa, so hana deni na sisi na hata hatufai kutufanyia kazi. Mimi nataka niambie Rigathi Gachagua and our people from this region, hatuna deni ya Stephen Kalonzo Musyoka. Mwaka wa 2007, ile siku Kalonzo amekuwa vice president, alikuwa amesimama kiti, Mwai Kibaki alikuwa amesimama kiti, Raila Amolo Odinga alikuwa amesimama kiti, Kibaki akakuja namba 1, akatangazwa kama rais na akaapishwa. Baadaye akachukua vice president kama Kalonzo Musyoka, akampatia kazi. Kalonzo tayari alikuwa amesimama kiti, akakuja namba 3. Hakuna kitu alisaidia Kibaki nayo kuleta kura kwa meza ati ndivyo Kibaki ashinde. Kibaki tayari alikuwa ameshapata serikali na akaapishwa. Akachukua Kalonzo afanye kazi naye pamoja. Wakafanya kazi miaka 5. Hatuna shida na hatusemi Kalonzo does not qualify to be a president. We are not questioning the Kalonzo's credentials to be the head of state of this republic. Hapana, hatuko hapo. Ile kitu hatutaki ni tuunganishwe kama jamii on the basis of mambo ya madeni, mambo ya sijui ya deni ya nani. Hakuna deni tuko nayo ya mtu yote kama jamii ya Mlima Kenya. Na kama Kalonzo tutakuja kumpigia kura 2027 ikifika, ama hatutampigia ama tutampigia. Tukimpigia ni sawa. Hatutampigia kura zetu kwa sababu wako na deni. Na hata kama hatutampigia kura tutapatia mtu mwingine. Hatutapigia mwenye tutapigia kwa sababu tutakuwa na deni. Ile kitu kama jamii ya Mlima Kenya tumeamua, 2027 tutaenda kwa debe on the basis of interest. Na ile kitu tutabeba kwa migongo yetu na mabega yetu tupeleke kwa debe ni interest za jamii ya Mlima Kenya. Hiyo ndio itafanya tuamuke mapema tukapige kura. Na nataka jamii ya Mlima Kenya mnisikize vizuri hapa bana. Hatutapiga kura 2027 sababu tutakuwa tunalipa deni ya mtu yoyote. Ile kitu itasababisha sisi kuamuka mapema 2027 tukapiga kura ni kwa sababu tutakuwa tunataka kuondoa William Ruto na wakora wake waende wakiendanga, na tulete mtu ambaye atahakikisha ametekeleza interest zetu kama jamii ya Mlima Kenya. Lakini si mambo ya kulipana madeni. Mambo ya kulipa madeni tumemaliza hiyo kabisa. Na kama kuna mtu mwingine nafikiria tuko na deni yake kama jamii ya Mlima Kenya, agoje atalipwa Yesu akirudi. Sisi hatuna nafasi tena ya kulipana madeni ya kisiasa. Hiyo ni mambo imekwisha, hiyo ni mambo zamani, hiyo ni mambo tumetupiria. Hatutaki tena kurudishwa huko kama jamii ya Mlima Kenya. Kwa hivyo niambie Rigathi Gachagua, endelea kuunganisha jamii. Hatuna shida na Kalonzo kwa sababu jamii ya Wakamba imekuja ndani ya Gema, hatuwapigani na wao, ni ndugu zetu. Tumekuambia tengeneza urafiki na kina Eugene, kina Matiang'i and the rest. Tengeneza urafiki. You have our goodwill as the people from Gema region. Lakini usiende huko kuwatangazia ukiwaambia tuna madeni tunalipana. Hakuna madeni tunalipana. Wewe tengeneza urafiki, lakini siku ya mwisho ikifika ya kutengeneza serikali, siku ya mwisho ikifika ya kupanga serikali na kupiga kura, tutapiga kura on the basis of interest as a community. Kwa sababu shida zetu lazima zitekelezwe. Hatuwezi kuwa kazi yetu ni kuamuka kupiga kura, tunarudi nyumbani, tunahangaika miaka 5, matajiri wakinona kura wakinonesha tumbo zao. Hiyo ujinga na ukumbavu hatuwezi rudia tena. Kwa hivyo interest za wananchi ndizo zitakuwa mbele. Mambo ingine itakuja baadaye. Nikimalizia, kuna jamaa rafiki yangu anaitwa Makarina. Na Makarina nimekupatia warning. Juzi nimesikia vile ambavyo umetusi Rigathi Gachagua. Mimi nataka nikuambie Makarina.
sababu hiyo tumbo yako imenoneshwa, sababu wewe ndio unakula pesa yote ya wale watu ambao ni walemavu katika nchi ya Kenya. Wewe Makarina ndio unakula pesa walemavu yote Kenya, ndio maana tumbo yako imenona hivyo. Mpaka unashindwa na kutembea. Mimi nataka nikuambie Rigathi si mtu wa rika yako. Rigathi si mtu ya rika yako. Rigathi ni kiongozi ambaye alichaguliwa na Wakenya 7.2 million. Hata kama hupendi yeye, patia yeye heshima. Hiyo mambo ya kutokea kwa kamera, sijui unamuita gunia, sijui unamuita nini. Nataka nikuone Bwana Makarina. Sisi hatukuogopi ati kwa sababu uko kwa serikali. Hatukuogopi sababu uko na mabunduki na maaskari. Hatukuogopi sababu uko na pesa. Ile ujinga hatuwezi taka Bwana Makarina, usikuje kugombanisha hapa jamii ya Wakikuyu na jamii ya Wameru. Usikuwe umetumwa na William Ruto Bwana Makarina, ukuja kuleta confusion. Hakuna vita kati ya Wameru na kati ya Wakikuyu. Sisi ni jamii moja Mlima Kenya, sisi ni jamii moja ya Gema, hakuna vita. Na sisi siku Kindiki amepatiwa kazi hapa na William Ruto, hatukutusi yeye. Hakuna siku tumeongea. Ile kitu tulisema sababu Rigathi Gachagua ndiye tulikuwa tumechagua. Kindiki angojea wakati wake tumchague, Rigathi Gachagua amalize tamu yake. Lakini wakora huko Nairobi hawakutaka hiyo, hawakutusikiza, wakafukuza Rigathi Gachagua usiku. Na hata vile walimfukuza usiku, Kindiki akaingia kinyume na sheria. Hakuna siku sisi hata moja tumesimama tukatusi Kindiki. Kwa sababu tunajua kama jamii ya Mlima Kenya, Kindiki sio adui yetu. Hatuna shida na Kindiki. Adui yetu sio Kindiki. Bwana Makarina, ni vizuri ujue adui yetu sio Kindiki. Adui yetu sio Rigathi Gachagua. Adui yetu ni huyo ambaye anakutuma Bwana William Ruto ukuja ulete vita, kuonekana ni kama kuna vita baina ya Wakikuyu na baina ya Wameru. Hakuna vita. Wameru ni ndugu zetu, Wakikuyu ni ndugu zetu, Waembu ni ndugu zetu, Watharaka Nithi ni ndugu zetu, Wakamba ni ndugu zetu. Zote tuko chini ya umbrella ya Gema. Kwa hivyo Bwana Makarina, kama hutaki vita na sisi kama viongozi na wa New Gema, heshimu Bwana Rigathi Gachagua. Huyo ni mtu ambaye ni kiongozi, na huyo si mtu ya rika yako bwana. Na ukiendelea kumtusi, tutakupata mpaka kwa boma yako. Hatutatambua ati wewe ni mlemavu, wewe ni kiwete. Tutakupatia adabu my friend, ukiendelea kutusi Rigathi Gachagua. Hatutaki vita hapa Mlima Kenya. We have a common enemy who is William Ruto. Otherwise jamii ya Mlima Kenya hapa sisi hatupigani, hatuna vita, tuko kitu kimoja. Lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba serikali ya William Ruto imeenda jumbani, sababu wameshindwa kutekeleza zile ahadi ambazo walituahidi wakati wa campaign. Na hiyo sio tafadhali, na sisi hatunanga uoga na hatuogopi. Lazima tuongee kulingana na vile ambavyo wananchi wanasema tuseme. Ni hayo tu kwa leo, na niko na rafiki yangu hapa Bwana Gen Z. Tunataka aongee kwa sababu Gen Z pia wao wako na malalamishi yao, na wako na ile mapendekezo ambao walikuwa wamepatia William Ruto na hata waleo hawajatekeleza. Kwa hivyo acha nimpatie nafasi akumbushe serikali mahali ambapo imelala. Karibu. Asante sana. Kwa majina ni Jesse Waiti Wanyiri. Mimi ni kiongozi wa wanarika kutoka upande wa Thika. Kwanza ni kuongea kuhusu jambo ambalo litendeka siku ya jana. Tumeona kuna viongozi political rejects ambao waliweza kupewa vyeo katika hii serikali ya Ruto. Na tukaa sisi wanarika, we are very bitter kwa wao. Ni kuona Ruto ni kama amefika mahali kudharau wanarika. Kazi yake ni kuexport expensive graduates to be cheap laborers, lakini anachukua political rejectees kuwapea kazi. Sisi ni kuuliza, kwani tulizaliwa na wazazi wetu kama design nyingine, sio kama ambayo Wakagwa na wamezaliwa. Sisi tuna wazazi, sisi ni watoto wa mama, na tumefunzwa na uchungu, kwa sababu hata sisi tunataka hiyo kazi. Si kusafirishwa na hii kazi. Tunaona makaratasi zingine za yellow zinapeanwa na Alfred Mutua. Hata sisi we have the capability to serve in this government. Na kwa sababu wametuonyesha haezi tusikiza ama kutupea kazi kama vijana wote naweza waita tuchukue kura. Hawa wakora wote, hawa political cousins ambao wameshikana na wameungana kwa interest zao, si interest za common mwananchi, tuwasafisha wote waende nyumbani. Sisi hatuna haja na Wakagwa kuchukuliwa. Sisi hatuna haja na Lee Kenyajui. Hao watu wote wamechukuliwa ili to neutralize the political climate in Mount Kenya. Lakini waambiwe mlima ilichoka, iliteleza, na hawezi rudi tena kwa hii mlima. Wakagwa usikuje kutuuzia Kindiki. Lee Kenyajui siende kuuza Kindiki Nakuru. Uzeni boga zenu mahali mtauza na tumbo zenu. But we are here as young people saying we are tired of these political cousins. Na sisi watu wote wa kutoka mlima, hebu tuangalieni tuone
mchezo ambao unachezwa na karata ambayo tunachezewa na Ruto. Anatupea viongozi lakini mambo ya maendeleo iko poor. We are the community that we are suffering in development. Tuulize ni vijana wangapi ambao hawakuingia colleges kwa sababu ya kukosa school fees. Hii serikali ya Ruto, wazazi wetu kutoka mlima, wacheni tuwaambie, tulianguka, mliamka mkakosea. Ruto is a corrupt person ambaye alikuja ameshika Biblia imeinama, na hii mtindo tena tusirudie. Hata tunasikia aibu wakati mtu anasimama anasema mwadhani ya gosho. Juu tunashindwa hiyo mwadhani ya gosho ni kusema nini. We want to tell our government and the Kenyans at large, hii mtego ambayo ilifanywa jana, tusianguke ati tuanze kusema tuna mtu wetu hapo. Hakuna mtu wetu hapo, ni mtu wao, wameungana. Hatuwezi ona Andrew Karanja ambaye alikuwa ni graduate mzima wa livestock ametolewa anapelekwa Brazil. Lakini sasa tunaambiwa Wakago sijui ama atakuwa kila siku wanasema today we have vaccinated two cows na zimeanza kunyamba. Na hiyo ndo tumegojea sasa aanze kutuambia. Najua alikuwa amezoea kutuambia vaccine. Sasa vaccine nyingine, na nikaa kiongozi ambaye anaangukanga na vaccine. Time ya Uhuru alianguka na vaccine yenye tulipewa hata hatujui ni ya nini. Sasa hii ni vaccine za ng'ombe ambazo even now wazazi wasiitikie kuanguka. Mr. All know aache kutuuzia hii kitu. Hatujasikia veterinary wakikuja kutuelezea uzuri wake. Hii kitu tunataka kuambia inafosiwa kwa wazazi wa inject animals zao. Ati sijui maziwa itakuwa ikitoka 50k per liter. Hapana. Mr. All Eyes, come true to the people. Fanyia watu kazi, Mau Road imalizike, soko za Karatina zimalizike, watu wa mlima wa vitu zao ambao ulizowaambia. Endelea kuwapea porojo zako. Lakini our enemy, it is you. Young people, the blood that was shed during Gen Z maandamano, you will repay together with Kindiki. Muliungana. Na sasa mumeweka mwingine hapo wasaidieni wanaitwa Murkomen. Hatutanyamaza. Vijana tuko macho. This government, we must bring you down. Na hii mambo ya kuona Uhuru ameingia katika Pentagon marriage. Tunaona ambaye sasa ako hapo kwa Pentagon marriage pale juu ni Ruto, upande ni Raila, upande mwingine ni Uhuru. Hata wewe mtego umetumika. Now we have come to know the true color of you, Uhuru Muigai Kenyatta. You are not a good person for the people of Mount Kenya. Tulikuwa tunafikiria ni wewe unaweza tuletea amani na kutuunganisha, lakini umeanza kutumia mlango ya nyuma. Come out clearly, Uhuru, and say you are part and parcel of this broad-based corrupt government. We are tired of you. Hata wewe ile heshima tulikuwa tunakupea, we are neutralizing it because of what you did yesterday. Whatever will happen jana ni mkutano yote ambayo imekuwa Ishaweri, Katondo. Si kitu ingine, ni matunda sasa tumeona Ishaweri ambayo ilikuwa inatendeka. Kama hii ndio advice unafikiria utasaidia Ruto nayo ati kukuja mlima. Mlima hana. Na kaka na mlima amepanda huko kwao. Na tunafurahia kuanza kuona Wakikuyu ambao wako kama Lamu, everywhere in this part of this country wamesema tumechoka. We Ruto hatutaki umalize. Si hata venye tu uliambiwa umeachiwa Mungu. Hata sisi vijana tumekuachia Mungu. We na Mungu wako mpatane pale, muongee na political cousins wako wote. They are regrouping. Lakini onyo moja, sisi kama vijana na watu wa Mount Kenya, tusiangukie mtego wa kwenda kwa viongozi na emotions. Tulianguka kwa mtego wa Ruto kwa sababu na emotions ati anatendewa. Let us go to leaders because of their competency. Si mtu hapa anakuja kuongea sijui Kikuyu mingi ya kusema ati Demuraro Wanioshowe. Kwanza that senator of Nyeri County should apologize to the young people kwa sababu ya kusema msichana wa 23 years hafai kupewa uongozi. Tunataka tukuambie ama mtoto wako yeye ni millennial mahali amefika. You are just even not a generation X as a senator, lakini umetukosea heshima. Apologize to young people. We have the capability to serve this country. Tupewe kazi. Na sasa hii mambo ingine tunasikia rigijuni ya kusema tuko na deni. Sisi deni hatuna. Kama uko na deni na Kalonzo ni yako personal, mlipane mahali mlikopana. Sisi watu wa mlima tutaenda kwa sababu kiongozi ambaye tunajua atatunufaa na atatufanyia kazi. Watu wa Nyandarua watafaidika, watu wa Nyeri watafaidika, Kiambu watafaidika. Now we are looking upon our interest. Na sisi vijana tuangalie kama mnakuja na hiyo design. Na mambo yetu tunataka tuwaulize.
Hii mambo ya Mount Kenya kutoanga siri zetu mapema, ndio maana tunamaliziwa mapema. Rigiji, tunakuomba the strategies that you are making for the Mount Kenya, kanyangia nazo saa hii, adui zako waache kuona kadi za ambazo unacheza. Unaongea sana mambo ambayo si ya sahi. Tunakuomba tu wacha hata sisi tucheze kadi zetu chini tuweze kumaliza adui yetu. Adui yetu ni Ruto, lakini wakati tunamuonyesha kucha zetu hata yanaweza kutumaliza. Tuliona ulimaliziwa tu, wengine waliandika 2 weeks, kadi zao wakacheza safi. Hata wewe tucheze kadi zetu safi na tuandike 2 weeks and Ruto will be at home. Nimeshukuru sana. Thank you.